Mke wangu alijua nina kansa, alijua nitahitaji milioni kwa ajili ya kufanyiwa upasuaji. Hakuwa tayari kubeba mzigo wa kuniuguza, akaomba nimpe talaka. Ambacho alikuwa akijui, yeye ndo alikuwa na kansa. Mimi nilikuwa sina kansa, nilikuwa namjaribu tu. Nilipomaliza kusaini talaka, nikamuonesha majibu kutoka kwa daktari yanayoonyesha kuwa mwenye kansa ni yeye. Siku chache zilizopita daktari aliniambia kuwa mke wangu ana kansa ya utumbo. Nikichelewesha kumtibu atafariki. Gharama ya matibabu ni dola milioni 1. Ili kuokoa maisha ya mke wangu niliamua kuuza nyumba yetu kubwa. Mamangu akaniambia usiuze kwanza nyumba, tumjaribu mke wako kama kweli anakupenda. Jifanye kuwa wewe ndo una kansa. Akikubali kuendelea kuwa na wewe, unauza nyumba, unamtibu. Akikataa, unampa majibu yake halisi kutoka hospitali. Niliamini mke wangu hata niangusha. Nilipomwambia mke wangu kuwa na kansa ya utumbo, aliniambia atakuwa na mimi bega kwa bega, atanisaidia kuchangisha pesa kwa ajili ya matibabu. Alimpigia simu mamake mzazi kumuomba ushauri. Baadaye alikuja na makaratasi ya talaka. Akaniambia kama kweli ninampenda, nitamwacha aende akapate furaha sehemu nyingine. Kaka yenu niliishiwa pawa, kaka yenu nilichoka zaidi ya Clemence Mwandambo. Sikuamini kama mwanamke ninayempenda kuliko ninavyojipenda mimi atanifanyia ukatili kiasi hiki. Aliniambia niache ubinafsi, aliniambia kama yeye angekuwa na kansa angeniacha nikapate furaha kwa mwanamke mwingine. Asingeniruhusu niteseke kumuuguza. Kilichoniumiza zaidi kwenye makaratasi ya talaka, alitaka nimwachie mali zangu zote. Kitu pekee alichokuwa tayari kuniachia ni kijipikipiki kidogo cha umeme. Nadhani na chenyewe angekuwa anajua namna ya kukiendesha, asingeniachia. Nikamwambia mke wangu hii talaka haiko fair. Mama yake akaingilia kati akasema acha ubinafsi, unataka mali nyingi za nini wakati wewe utakufa hivi karibuni? Wagonjwa wa kansa ya utumbo huwa hawaponi, usipoteze hela zako kujitibia, mwachie mali zote mwanangu aenjoy maisha. Nikakataa kusaini talaka. Mke wangu akaniambia atanipeleka mahakamani kudai haki yake. Akampigia simu mwanasheria wa gharama kubwa sana nchini Korea. Kaka yenu sikuamini nilichokuwa nakiona. Nilimpa taarifa za kansa asubuhi. Ilipofika jioni alikuwa tayari ashaajiri mwanasheria. Wakati tunaendelea kubishana, daktari kutoka hospitali akapiga. Mke wangu akapokea simu yangu haraka haraka. Daktari akamwambia mtaalamu wa kansa amewasili na atakuwa hapa kwa muda mchache sana. Mke wangu akamwambia daktari, mwambie huyo mtaalamu aondoke, hatuna hela ya kulipia hayo matibabu. Kabla daktari hajamwambia mke wangu kuwa mwenye kansa ni wewe na sio mume wako, mke wangu alikuwa ameshakata simu. Aliniambia kesho tukutane mahakamani kwa ajili ya kumalizana na swala la talaka. Nikaelewa kuwa mke wangu hajawahi kunipenda hata kidogo, alinipendea mali zangu tu. Nikamwambia haina noma, kesho tukutane mahakamani. Usiku akaenda kwa mwanaume anayenichiti naye. Akamuuliza, "Si utanioa baada ya talaka?" Mshikaji akajibu ndio. Akatabasamu akamuuliza swali la pili. Mfano nikiwa na kansa matibabu yakiwa ni dola milioni 1 utalipia? Mshikaji akajibu ndio. Hakujua kuwa huyu jamani tapeli tu anacheza na hisia zake. Kesho yake tulienda mahakamani kwa ajili ya kupeana talaka. Alikuwa yu mwenye furaha sana kwa kuwa ataenda kuishi maisha mapya bila mimi. Hakujua yajayo yanafurahisha. Kabla hatujaagana nikampa karatasi nikamwambia hii ni zawadi yangu ya mwisho, naomba uipokee. Akaipokea kwa kono lake la kulia. Baada ya kuisoma, sura yake ilitoka jasho, ngozi yake ilipata harara na vipele, miguu yake iliwaka moto. Aligundua kuwa yeye ndo mwenye kansa ya utumbo na ripoti ilikuwa na muhuri wa hospitali. Je, yeye na mama yake watafanya nini baada ya kulijua hili? Je, yule kaka aliyekuwa anachepuka naye atampokea baada ya kujua ana kansa? Usikose sehemu ya pili ya mkasa huu wa kusisimua. Asante kwa kuwa nami hadi sasa. Hii ni Freddy Flix TZ. Nashukuru sana. Naomba subscribe, like, share, comment. Usipopenda usicomment, usilike, usubscribe, usishare kwa sababu simu ni yako, bando ni lako, so sikupangiwi cha kufanya. Naomba nipe maoni yako hapo kwenye comment, niambie kipi kiongezwe, kipi kipunguzwe ili kuboresha hii channel yetu. Niambie pia ungependa movie gani ni tafsiri kwa Kiswahili, na mimi kama mshikaji ambaye niko upande wa pili na nimejitolea kufanya shughuli hii kwa ajili yako, kwa ajili ya kukufurahisha wewe, kwa ajili ya kufanya wewe enjoy, nitatii kila amri itakayotoka kutoka kwako. Asante sana. Hii ni Freddy Flix TZ. Tuendelee kusapotiana sisi kama wa TZ, right? Kama unapenda movie ndefu, hapo chini ukiscroll utakutana na movie ndefu kutoka kwenye channel yangu. Kuna movie kibao marefu ya Kinigeria ambayo yana lisali moja, mengine yana dakika 50. Kuna movie ambayo inahusiana na story ya mchungaji aliyeenda kumwombea dada mwenye pepo la ngono. Kuna story inayohusiana na mdada ambaye ni tomboy. Kuna story nyingine ambayo inahusiana na mshikaji mmoja ambaye alitembea na ndugu watatu kutoka kwenye familia moja. Zote ziko hapa kwenye Freddy Flix TZ. Asante sana kwa support yako. Moko love y'all. Stay safe. Peace.